ambao tunasema kwamba ni msimu wa kuelekea hadi wakati wa Easter. Karibu sana, langu jina ni Francis Werura, ni katika awamu nyingine kama vile ambavyo nilitanguliza kukueleza katika televisheni ya Kiheo ni kwamba media saa 3:20 tutakuwa na watumishi wako Mwenyezi Mungu kutoka kwenye kanisa la Jesus Winner Ministry ambao sasa washafika kwenye studio zetu ili kuweza kutusaidia kuweza kumega ule mkate na zaidi ya hao pia kuweza kutulisha kiroho wako pamoja nasi. Karibu sana, jina langu ni Francis Werura. Nimetanguliza tu, sitaki kusema mengi kwa sababu watumishi wako hapa hivi ambao pia wataweza kutuombea. Kwa hivyo karibu sana mahali ambapo ulipo. Tuko live ndani ya Kiheo Television, Mwangaza Television, Mwangaza wa Neno FM pale kwenye kurasa zetu zote, platforms zetu zote, tuko live kabisa. Na kwa upande wangu wa kulia bila kupoteza wakati, naona kwamba mtumishi wako Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Raphael amejiandaa kabisa ili kuweza kutuongoza katika ibada ya siku wake Mwenyezi Mungu. Asante sana kaka Werura, na ni asante sana kwa vile mmetukaribisha katika hizi studio zenu. Mungu awabariki sana. Mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji, ningependa kukusalimu katika jina la Yesu. Ujambo, natumaini uko salama na Mungu ametulinda vema. Najua mimi hapa kwetu kunanyesha, Nairobi tumelala na mvua, sijui kwenu kuko haji. Lakini hata kama kuna mvua na mimi mnahitaji mvua, Mungu alete mvua kwa sababu mvua ni baraka. Mungu akubariki sana. Tunakukaribisha katika hiki kipindi kinakujianga kila Ijumaa kwa kila wiki ya neno la uzima, na najua ya kwamba ni neno ambalo likikufikia linakujenga, likikufikia linakupanda, likikufikia linakutengeneza. Neno la Bwana ni kila kitu katika maisha yetu. Kwa hivyo kabla tulisikie neno la Bwana, ningependa tu popote ulipo, kama uko kwa nyumba, kama uko kwa runinga, elekeza mkono wako hapo tuweze kuomba pamoja. Lakini yule ako katika redio anaweza, na unaendesha ngari, unaweza endelea kusikiza. Lakini kama uendeshi ngari, na pamoja tukaribishe Roho wa Mungu, uwepo wa Mungu uwe pamoja nasi tunapoanza hii kipindi katika jina la Yesu. Na tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana majeshi kwa wema wako, kwa fadhili na kwa utukufu wa jina lako. Tunasema ni asante. Yes. Wewe ni baba yetu, hakuna Mungu mwingine kama wewe, Jehova Njaire. Yes. Na Baba, hakutawahi kuweko na Mungu mwingine ila wewe, Jehova El Shaddai. Yes. Tunalibariki, tunaliinua, tunalitukuza jina lako. Yes. Kwa sababu ni jina kuu kuliko majina yote. Yes. Na ni jina ambalo haliwezi linganishwa na majina mengine. Yes. Baba, ni asante kwa kutupatia siku ya leo Bwana majeshi. Yes. Ni wengi walitamani siku kama hiyo hawajaweza kuiona. Yes. Ni wengi walitamani wakati kama hawajaweza kufikia Jehova. Yes. Ni wengi walitamani Baba kuona dakika kama hiyo hawajaweza kuiona. Yes. Kwa ajili ya mpendo mtazamaji na msikilizaji, yes, na sisi ambao tuko hapa tunakushukuru Jehova. Yes. Tunasema ni asante. Kwa hiyo nafasi umetupatia tulisikie neno lako. Yes. Kwa hiyo nafasi umetupatia Bwana majeshi tuweze kusikia kile ambacho yes, umetuandalia siku ya leo Bwana majeshi. Yes. Najua kila mmoja ambaye yuko hapo, yes, tukimalizia Baba maisha yake itakuwa ya kawaida. Yes. Chochote ambacho ameomba, chochote ambacho Baba amesimamisha mbele zako, yes, niko na imani unaenda kumtimizia. Yes, kwa uwezo wako na kwa utukufu wako. Yes. Baba, tunasema ni asante. Asante. Kapokee sifa zote. Yes, na hata shukrani zote Jehova. Yes. Na ni katika jina la Yesu Kristo Baba tumeomba hata na kuamini. Amen. Amen. Asante sana mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji, popote ulipo, iwe ni katika YouTube, iwe ni katika Facebook, iwe ni katika runinga, iwe ni katika redio, popote unatusikiza, ukiwa katika redio ya Mwangaza wa Neno FM ama ukiwa katika Kiheo TV na Mwangaza TV. Karibu sana wakati huu tunapokaribisha wachungaji waweze kutusalimia, na baada ya salamu tutaweza kupatiwa neno la Bwana na Mungu atawabariki katika jina la Yesu. Nitageuka upande wangu wa kushoto, tuko na mchungaji Reverend hapa atusalimie, alafu ule ako upande wa kulia ndiye anatupatia neno la Bwana. Karibu sana Reverend. Asante sana
Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nashukuru sana Mwenyezi Mungu. Kama vile mtumishi amesema, jina langu ni Elvis Mathenge na ninashukuru Mungu sana kukuwa hapa siku ya leo. Mungu awabariki na Mungu awatende mema. Asante. Asante watangulizi wangu. Mungu awabariki sana Reverence kwa sababu ya kuwa na wakati mzuri wa kutuanzilisha ibada ya siku ya leo. Nasema Mungu azidi kuwabariki na kuwatenda mambo mazuri. Pia wachungaji wale wengine wako pande ile nyingine, Mungu awabariki kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Nachukua fursa hii kumshukuru Mungu sana kwa sababu ana mipango mizuri ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hallelujah. Amen. Na mnashukuru tena na tena kwa sababu ya kutupatia nafasi hii ili tuweze kuongea na watu wetu, wale wako katika runinga, wale wako mbali, wako karibu, kila mmoja. Mimi najua ya kwamba Mungu wako na mpango mzuri ndani ya maisha ya kila mmoja. Ukiona tumefika hapa, ujue ya kwamba kuna kitu kizuri ambacho Mungu amepanga siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Pia nachukua nafasi hii pia kumshukuru Bishop Edward Moi kwa sababu ya kutupatia nafasi hii. Apostle Ticha mahali mluko, Mungu awabariki sana 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 kwa sababu mmeonelea ni vizuri tuwe hapa siku ya leo. Kututunuku nafasi hii sio jambo la kawaida. Tunasema Mungu wa mbinguni azidi kuwabariki na kuwainua zaidi. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka tusikingie katika neno la Mungu siku ya leo, maana ninajua ya kwamba Mungu ana kusudi njema kwa kila moja. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu kila siku baada ya siku ana mipango mizuri ndani yetu. Siku baada ya siku, kila wakati. Vile umeamka leo, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi ninajua hii siku ambayo Mungu amekupea ako na kusudi. Ako na kusudi, ako na mipango, amekupangia mazuri, amekupangia mambo mazuri. Haijalishi yale unapitia siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kile ninajua ni ya kwamba ushikilie huyu Mungu, usiangalie upande wa kulia ama wa kushoto, angalia mbele, tusonge mbele. Yes. Kwa sababu Mungu anatuambia kwamba tuangalie mbele kwa sababu mbele kuna baraka zetu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Usiangalie changamoto zikuzuie. Usiangalie mahali pengine umefika ukingoni uone ya kwamba sasa hapa siwezi nikavuka. Ndio. Nimeenda kutafuta visa ikakataa, sasa mimi sijui nitafanya namna gani. Yes. Nimekuja na neno lako nikuambia ya kwamba tuangalie mbele. Hata kama umeenda mahali pale, Ndio, wakakataa siku ya leo ama siku ya jana. Yes. Siku ya leo kuna siku mzuri na kuna mipango mizuri ambayo Mungu amepanga. Ndio. Na ninajua ya kwamba tukienda mbele na tukisonga mbele, usistuliwe na hiyo kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu ako na mipango mizuri. Hallelujah. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tuingie kwa neno la Mungu leo. Na neno la Mungu la siku ya leo ni ya kwamba vita ambazo unaziona, hizi vita sio vyako. Hizi vita ziko na mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Zile vita unaona unapigwa. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu anajua vizuri hauziwezi. Ndio. Hauwezi hizo vita. Kweli kabisa. Ni vita kali Sana. Wenye kupigana wako na experience ya vita. Ndio. Walipiga wengine wakawaua. Kweli. Walipiga wengine wakawamaliza. Yes. Waliingilia wengine familia zao zikaisha. Ndio. Waliingia kwa kazi za mtu ikaisha. Ndio. Waliingia kwa biashara ya mtu ikaisha. Ndio. Kwa hivyo hizo vita ambazo unaziona, hallelujah, Hallelujah, ujue ya kwamba kama kuna vita unaona imekuzunguka, ndio, na hiyo vita unajua kuna jirani alikuwa na vita kama hiyo. Yes. na akamalizwa nayo. Ndio. Kuna mgonjwa alikuwa na ugonjwa kama hiyo na ugonjwa hiyo ikamaliza. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwe na shaka siku ya leo. Ndio. Nimekuja nikuambia kwamba Yes. simama imara. Amen. Hallelujah. Amen. Simama imara kwa sababu mpiganaji wako bado yuko uhai na ako sawasawa na atakupigania. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajua ya kwamba hiyo vita haiwezi. Ndio. Lakini yeye anaweza. Yeye hawezi akashindwa. Ndio. Na hajawahi shindwa kamwe. Yes. Hata ikikuja ni vita gani, ndio, anaelewa hizo vita zote. Yes. Vita ya anga anaielewa. Anaelewa. Vita ya ardhini anaielewa. Amen. Vita ndani ya maji anaielewa. Amen. Vita juu ya miti anaielewa. Amen. Vita za mabondeni anaielewa. Amen. Vita za juu kila
kila mahali anazielewa. Yes. Kwa hivyo usiwe na shaka, hata kama vita vile itakuja. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujue Mungu atakupigania. Yes. Vita yangu sio vita ya Reverend Raphael. Hapana. Vita yangu sio kama vita ya Reverend Mathenge. Yes. Kila mtu huwa amedesigniwa na Mungu ya kwamba wewe vita hivi utaziweza. Kwa hivyo vita hii ikikuja hivi nitapigania vita hii. Yes. Na nitakupigania na design hii. Yes. Kwa hivyo vita yako mchungaji vile itapiganwa, Yes. sio kama vile vita yangu itapiganwa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pengine wewe vita yako ni magonjwa. Yes. Mwingine ni kazini. Yes. Mwingine ni biasharani. Yes. Mwingine ni kwa ndoa. Yes. Mwingine ni mahali popote wewe unajua. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nimekuja nikuambia hata kama vita imechacha kiasi gani, Yes. kuna Mungu wa mbinguni Yes. ambaye atasimama na wewe siku ya leo. Ndio. Hizi vita ambazo unaziona Yes. sio zako hizi vita. Yes. Hizi vita ziko na mwenyewe. Ndio. Mungu amekupima na anajua ya kwamba wewe hauwezi, Ndio. lakini yeye anaweza. Amen. Haleluya. Hallelujah. Tutasoma vitabu mbili peke yake. Ndio. Kitabu cha kwanza ni Waamuzi 6 Ndio. hapo kuanzia 1, lakini kile tutaanza nacho ni kitabu cha Second Chronicles 20 kuanzia hapo 1. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili Ehe, kuanzia sura ya 20 mstari wake wa kwanza. ndio. Baada ya muda majeshi ya Moabu na Amoni. Kwanza tusimame hapo. Ndio. Baada ya muda. Yes. Ukisikia wakati wote statement inaanza baada ya muda, Yes. hivyo ni kumaanisha kabla hilo jambo lifanyike kuna jambo lingine lilikuwa limefanyika hapo hapo. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla ya sasa hivi. Yes. Kabla ya muda. Haleluya. Amen. Kwa hivyo kabla hii jambo lifanyike, Ndio. kuna kitu kingine kilikuwa kimetukia hapo awali. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio sasa mnenaji hapa anaongea baada ya muda. Majeshi ya Moabu na Amoni, Majeshi ya Moabu na Amoni pamoja na baadhi ya Wameuni waliivamia Yuda. Yuda. Watu kadhaa walikuja na kumwambia mfalme Yehoshafati. Wakamweleza mfalme Yehoshafati, Jeshi kubwa limekuja kukushambulia. Jeshi kubwa sana limekuja kukushambulia kutoka Edomu. Ng'ambo ya bahari ya chumvi. Tayari wamekwisha teka Hazazoni Tamari. Tayari already wameteka mji fulani wa Hazazon Tamari. Hili ni jina lingine la Engedi. Hilo ni jina lingine la mji wa Engedi. Yehoshafati akashikwa na uoga. Tusimame hapo mtumishi wa Mungu. Ndio. Mtumishi wa Mungu ama mfalme huyu ambaye alikuwa anaitwa Yehoshafati. Yes. Biblia inaniambia vizuri sana ukisoma historia ya huyu jamaa. Ndio. Hakuna mfalme mwingine katika Yuda alikuwa amejiestablish ama amesimama vizuri kama huyu mtu. Yes. Huyu mtu alikuwa amejipanga sana kiserikali yake. Alikuwa ameweka mipaka yake sawa sawa. Yes. Alikuwa na jeshi lake ambalo lilikuwa linaweza. Yes. Alikuwa na zana zake za kivita sawa sawa. Uchumi wa nchi ya Yuda ulikuwa uko sawa. Yes. Huyu mtu alikuwa amejiweka vizuri sana katika mipango na kila kitu katika nchi yake alikuwa sawa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uchumi uko sawa. Yes. Mipaka iko sawa. Yes. Mifuko ya watu wake iko sawa. Yes. Alikuwa na dhahabu nyingi sana na fedha nyingi sana. Huyu mtu alikuwa na utajiri mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuanze hapo, tujue ya kwamba huyu mtu hata kama alikuwa amekaa sawa sawa, alikuwa mfalme ambaye amekaa vizuri, ako na utajiri, watu wake wametulia vizuri, watu wake wanakula na wanakunywa, nchi yake iko sawa sawa na iko na amani kila pande. Si kumaanisha ya kwamba wakati umekaa vizuri, watumishi wa Mungu, ya kwamba vita haitakuja. Kwa hivyo kwanza ujue ya kwamba vita inaweza kukujia ukiwa tajiri, vita inaweza kuja ukiwa maskini, vita inaweza kukujia ukiwa na magonjwa, vita inaweza kuja ukiwa na afya. Kwa hivyo vita inaweza kuja wakati wowote. Kwa hivyo kama unapitia changamoto
changamoto. Haupitii changamoto kwa sababu haujaokoka. Haupitii changamoto kwa sababu eti umekoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo changamoto za kimaisha ziko kwa wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto hizi zilianza tu tukiwa pale katika shamba la Edeni. Wakati binadamu aliweza kuasi na kutoka katika njia za Bwana, mambo haya ndio yalianza kutufuata. Ya kwamba tutaishi na jasho, tutakula kupitia jasho, wamama watakuwa na mauchungu wakati wa kupata watoto na mambo kama hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata kama wewe uko namna gani, vita ni lazima. Haleluya. Vita ni lazima. Aidha wewe ni mchungaji, vita inakuja. Wewe ni daktari, vita zinakuja. Wewe ni mwalimu, vita linakuja. Wewe ni mtangazaji, vita zipo. Kila mahali vita zipo. Mchungaji, vita zipo. Na mshirika, vita zipo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukianza hapo sasa, tutaweza kuelewa hizi vita ambazo zinakuja kwetu zitaisha kivipi. Bwana Yesu asifiwe. Yehoshafati akawa ni mtu mzuri, amesimama sawa sawa, lakini vita hazikukosa kumfikia. Haleluya. Hata wewe msikilizaji na mtazamaji wangu, wacha nikuambie, vita ambazo unazipitia hauzipitii kwa sababu ulimkosea Mungu. Hazikupati kwa sababu pengine ulifanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vita ni kawaida, zipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini siku ya leo nataka nikuambia kwamba vita sio vyako. Vita sio vyako. Vita ni vya Jehova. Vita ni vya Jehova. Vita ni za Yehova. Vita za wewe ambaye umeokoka, umeomba, umefunga. Hata wakati umefunga zaidi, hiyo vita inachacha zaidi. Nimekuja nikuambie ya kwamba vita sio vyako. Vita ni vya Jehova. Hapa juu mbinguni, mahali msaada wetu unatoka. Mahali msaada wetu unatoka ni juu mbinguni kwa Jehova. Tumtazamie Bwana atupiganie vita zote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakaja kutoka sehemu fulani, wakaja katika ikulu na wakampata mfalme Yehoshafati ametulia tu, amekaa tu na anaendelea na kazi zake za kiuraisi. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao walikuja na ripoti kuweka hofu, kwa sababu ripoti ambayo walimletea mfalme ni ya kwamba kuna nchi ambazo zimeshikana, nchi zaidi ya 3, na hazijakuja kumchekesha. Hawajakuja kufanya kazi pamoja na yeye. Hawajakuja kuwekeza katika nchi ile ya Yuda. Hao watu walikuwa wamekuja, wameshikana na wamekuja vita dhidi ya mji wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mchungaji, wacha nikuambie, tukiingia katika neno, nikueleze ya kwamba kuna watu wako na mazoea. Kuna watu wako na mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Walipinga watu wenu, wamepiga baba yako, na sasa hata wanakupinga siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hao watu ambao umesikia wanakuja, haikuwa wakati wa kwanza kuja. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa wakati wa kwanza kushikana na kuvamia nchi ya Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanakuja na wanavamia Israeli kila baada ya muda, wanakuja. Kwa hivyo ilikuwa ni mazoea. Kama vile pengine kwenu kuna mazoea ya kwamba shetani alipata kamwanya. Watu wakifika ni wakati wa masomo hakuna. Ikifika ni wakati wa kuweka kazi, hakuna kazi inaweza endelea. Hakuna kitu kinaweza shika mikono. Kwa sababu kuna watu walipata kamwanya na ikawa ni mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu amemulikwa na bosi wake, ama foreman wake, ama ule mtu huwa anamchunga mahali pale kazini. Wakati wote unaona pengine unasukumwa
imekuwa ni mazoea kusukumwa. Kwa sababu kuna watu fulani walisukumwa na wakaachishwa kazi. Yani huyu mtu akija mchungaji akikumulika ni lazima akumalize. Yani ana mazoea hiyo. Akikumulika, akikuandikia barua ni lazima kazi utaanza. Yani ni lazima. Na ni mazoea. Amefuta wa kwanza, amefuta wa pili. Yani yako na mazoea ya kuingilia. Hawa watu ambao walikuwa wametoka Edomu walikuwa na mazoea ya kuingilia watu wa Israeli na Yuda. Wakati wote wamejipanga, wakati wote wamefanya kitu fulani, hawa watu wanajipanga na wanawaingilia. Lakini nimekuja nikuambie ya kwamba ukae sawa sawa, maana vita sio vyako. Kuna mpigaji wa vita ambaye ni Yesu Kristo Mungu. Huyu ukiliita jina lake siku ya leo, vita zote anaziweka kando. Hata kama wanapigana wakiwa wapi, hata wanapigana wakiwa na staili gani, hata kama vita inakuja ikichacha namna gani, huyu Yesu anaweza. Huyu Yesu anaweza. Huyu Yesu anaweza. Mfalme wa Yuda, mfalme Yehoshafati, Biblia inaniambia ya kwamba akashikwa na hofu sana. Kwa sababu mazoea hawa watu wachungaji ilikuwa wakiingilia nchi hivi, wanaifika wanaimaliza. Na unasikia wanashikana wakiwa watatu. Hakuji mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuja nchi kama tatu. Haleluya. Na wanakuja na nchi nyingine ambayo haijulikani. Kuna wengine hata wajulikani ni wa wapi. Wameona unapigwa lakini wanaingia. Wanasaidia. Hata kazini inakuwa hivyo. Unapigwa na mkubwa lakini hao wengine bado wanaingilia. Na hata akiulizwa unampigia nini anasema hajui. Ameingia tu kwa vita ya wenyewe. Hajui. Biblia inaniambia vizuri, wakashikana watu wa nchi mara tatu, wakaenda kuivamia Yuda. Ripoti imemfikia mfalme Yehoshafati, ameshikwa na hofu sana, ameshindwa atafanya namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Kabla uende hapo chini mchungaji, hebu rudi pale Waamuzi 6 hapo chini, kuanzia 1 uone. Ndio ushikanishe ya kwamba ni mazoea. Hii ilikuwa ni mazoea. Hakuna kitu kibaya kama watu wakuzoea. Yaani mtu akuzoea tu. Mtu akuzoea. Anakuonanga wewe si kitu. Anajua wewe si kitu. Hata hiyo umesikia baada ya munda ni kumaanisha kila saa alikuwa anawapiga. Kila wakati. Kwa hivyo alikaa muda kidogo, wanaingia, wanavamia, wanaingia, mazoea. Wanazoea kuwapiga. Kuna mtu anajua, mchungaji wewe kama sijakupeleka kotini, yani kuna watu wanaishi kotini kwa makesi. Yani mazoea. Yani huyu mtu ataishi kotini. Yani mazoea. Hao watu walikuwa na mazoea. Hebu usikie. Hapo tumesoma kwanza ilikuwa ni 2 Chronicles 20:1. Hebu tusikie sasa Waamuzi 6 hapo 1. Waamuzi 6:1 inasema, Waisraeli walitenda uovu mbele ya Mwenyezi Mungu, naye akawatia mikononi wa Wamidiani kwa muda wa miaka 7. Wamidiani waliwakandamiza sana Waisraeli mpaka wakawachimbia mashimo na mapango milimani kwa ngome zao. Kila mara Waisraeli walipopanda mbegu mashambani, kila mara unapozidi, kila mara ambapo unajaribu kuweka tu pesa zako ziongezeke, kila mara unajaribu kupanga, kila mara unajaribu kujua kitu, kila mara unajaribu kujiseti vizuri. Kila mara Waisraeli walipopanda mbegu mashambani, Wamidiani, Waamaleki na watu wengine. Sikia, Wamidiani, Waamaleki na watu wengine ambao hawajulikani. Watu ambao hawajulikani, Biblia hata iwatambui. Yani hawajulikani ni wapi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Wamidiani tunawajua, kuna Waamaleki tunawajua, lakini kuna watu wengine ambao wanakuingilia. Watu hawataki kuona ndoa yako ikisimama. Yani hata kama umefanya mna gani, lazima watakuja kuleta shida. Hujui wametoka wapi. Wewe huwa unasukia tu wamekuja. Hata hawajui. Na wanakupiga bure tu. Hata si watu wa kwenu. Hapana. Sio watu wa kwenu. Lakini wanasema hiyo ndoa hutakaa. Si wenu. Hawajui ulioa wapi. Kuna uhusiano wote. Lakini
wameuma kidole hivi, hiyo ndoa haitaishi. Na mjuani wameingilia tu vita, wameingilia ndio wameona unapigwa wanaingia ndani. Ilikuwa ni mazoea, ndio ilikuwa ni mazoea kweli. Wakati wote mnajaribu kujipanga, yes, wakati wote umepanga kwamba nitanunua nyumba, nitajenga, nitafanya namna gani, ndio wakati wote umejiseti vizuri, yes, ndio hawa, ndio hao, ndio hawa, ndio hao. Yani watu wameona ukipigwa, yes, wakasema hata wao wakaingia ndani, wamesema huyu amekanyago, acha na sisi tumalizie, wacha tuende tumalizie. Na hawakujui, hata hamjuani, hata wajui yani, hata wakiulizwa unapigiwa nini, hata sijui wa wapi, hawajui, wakaingilia tu, lakini wameona tu kama mtu kamekanyagwa chini. Sasa ndio wanasema wacha tuende sasa tumalizie huyu jamaa. Ilikuwa ni mazoea. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ilikuwa ni mazoea kwa wana wa Israeli. Wakati wote wamejipanga kufanya jambo fulani, wanakutwa. Haleluya. Amina. Wanakutwa, wanapigwa vibaya sana. Na ujue mchungaji, wewe haupigwi na mtu mmoja. Hapana. Wewe si mtu kidogo. Ni lazima waungane. Ni lazima waungane hizi kama 3 ama 4 ndio wakupate. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu hawa watu wanajua Mungu wako. Wanamjua vizuri sana. Amen. Kwa sababu ndio wanasema hatuwezi enda tukiwa mmoja. Hata sio wawili, hata sio watatu. Ni lazima tuwe 4 au 5. Tuone kama tutawezana na huyu mtu. Nataka kusema leo katika jina la Yesu, hata kama watakuja grupu 10, kuna Mungu juu mbinguni ambaye huwa anatupigania vita. Na hizi vita ni vyake. Ni lazima atatupigania. Hata kama zitachacha, hata kama zitakuwa namna gani. Haleluya. Na ukisoma Biblia hautasikia kwamba walikosewa na wana Israeli ama walikosewa na watu wa Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtu tu amekukuta wewe unafanya kazi zako, wewe unaendelea na mambo yako, anakuingilia from nowhere. Yani vita inakuja pap. Na ni kweli, ndio hapo Biblia imesema kila mara Waisraeli wakipanda, yani chochote unafanya tu, chochote unajaribu, wanavamia, hata wangojee ikue, hata wangojee uendelee, hata kama ni nyumba umewekelea msingi, wanasema hii nyumba itajaa. Ukivaa chuti mzuri, wanasema huyu hatasonga mbele. Ukiendesha ngari, wanasikia wivu. Na wale wanakupiga wanasaidiwa na watu wakujui, hata mjuani, hata hujui ni wa wapi. Vita inachacha kuchacha. Ndio. Vita inachacha kuchacha. Yehoshafati amepatwa na amewekwa hofu sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu mtu wa Mungu, kuna kitu kimoja alikuwa anajua na anaelewa sana. Na ndio nataka siku ya leo ushikilie hilo jambo. Hata kama mambo itachacha kiasi gani, hata kama vita zitakuja namna gani, hata kama mambo itawaka moto, jua namna hii, shikilia hivi ya kwamba kuna mahali unajua utatorokea. Amina. Hata kama mambo itakuwa namna gani, kuna mahali utatorokea. Kweli. Huyu mtu wa Mungu alijua hata kama itakuja dunia mzima imuzunguke, kuna mahali anaweza kutorokea. Hata wewe siku ya leo, kama vita imechacha, kama mambo ni magumu, kama umezungirwa kila upande na maadui, ujue kitu kimoja, na ujue hii siri kuanzia leo, ya kwamba hata kama vita itakuwa namna gani, jua mahali pa kumtorokea. Na mahali pa kutoroka pale miguuni pa Yesu. Ukienda mahali pale tu miguuni pa Bwana Yesu, uende ukamulilie, uende ukamuite, uende ukamuite, uende ukamuite, uende ukamuite, umwambie vita siwezi, vita siwezi, hizi vita Yehova shuka, Yehova kuja unipiganie. Haleluya. Amina. Yehoshafati hata kama ameingiwa na hofu na uoga, alijua siri ya kitu kimoja, ya kwamba hata kama mambo imechacha, kuna mahali nitaenda. Amina. Na nikienda mahali pale, ni lazima ni lazima ushindi utakuwa upande wangu. Wakaendelea. Tuendelea hapo Waamuzi ama pale mbele. Neno la Mungu linasema hivi. Yehoshafati akashikwa na uoga,
akamuomba Mwenyezi Mungu amuongoze. Akaomba Mwenyezi Mungu amuongoze. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mambo ya kichacha. Yes. Mambo yawe magumu. Ndio. Mambo yawe kali namna gani? Yes. Hata moto ukuwakie namna gani? Yes. Hata maji ya mafuriko Sema. yakuje kama yanataka kukumaliza. Ndio. Wewe tazamia tu. Yes. Huyu mtu ambaye Yehoshafati aliweza kumwelea. Yes. Sio mwingine bali ni Mungu wa Israeli. Amen. Mungu wa majeshi. Ndio. Mungu mwenye nguvu. Yes. Anajiita Mungu wa majeshi. Ndio. Kwa sababu hakuna vita ambayo haiwezi. Ndio. Anaweza vita zote. Yote. Anaweza. Yehoshafati ndio wakati alisikia namna hiyo, yes, akaita watu wa Yuda wote, ndio akawaunganisha wote. Haleluya, haleluya. Hata kama mambo itazuka, ndio na ichache katika hiyo kampuni, yes, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Itaneni mkutano, yes, itaneni mkutano, yes, itaneni mkutano huyu, yes, sio mambo mengine. Hapana. Ni mkutano wa kusema, yes, kwa sababu kumechacha, ndio kampuni haipati kitu, yes, mishahara imekuwa ni shida, ndio kutaneni tu, yes, muite huyu Jehova, amina, muongee tu, yes, mambo ya huyu Mungu. Ndio hao watu wakaitwa, yes, na mfalme Yehoshafati akawakalisha chini, yes, watu wote wa Yuda, yes, akawaambia na akatangaza, yes, waombe maombi ya kufunga. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Kuna nguvu katika maombi. Yes. Kuna nguvu katika kufunga. Amen. Kuna nguvu. Kuna nguvu isiyo ya kawaida. Yes. Wakati unachukua hatua na kumwendea Jehova katika hali ya kumuita, katika hali ya kufunga, wakati umefunga, wakati unamuita Bwana, wakati umejikosa, wakati umekosa kuangalia mambo yako yote, mambo ya kiufalme, mambo yote ya mamlaka yako, yote inaweka chini, yote unaiweka chini, ndio unakuwa unaangalia Jehova akiwa peke yake, Jehova akiwa peke yake. Wana wa Yuda wakiwa wamegongozwa na mfalme Yehoshafati, wakatangaza mfungo, wakatangaza ya kwamba hakuna kukunywa, hakuna kukula, sasa ni kumtafuta Mungu. Ni vizuri katika hiyo kazi, hata katika familia, ni vizuri kwa familia, ni vizuri kwa familia. Wewe baba, kwa sababu wewe ndiye kiongozi wa hiyo boma, ita mkutano kwa familia yako, waite pale sebuleni, waite pale wapange, waite hapo, waambie hii vita hata yeye ikiwa baba yako hautaiweza, unaiweza ni Jehova peke yake. Waite hapo familia yote, waite wakusanye, waambie sasa katika hii boma, katika hii nyumba hakuna kukula, hakuna kukunywa, tumtafute Jehova atupigania hii vita. Haleluya. Yes. Kuwe na wakati. Wewe ukiwa kiongozi, mahali popote ulipo, wakati vita imechacha, wakati vita imechacha sana, hata hospitali unaweza kuwa katika hospitali, changamoto ni mingi, wagonjwa wote wanaingia mahali pale, hakuna mgonjwa anatoka mahali pale akiwa uhai, mnashindwa mfanye nini, mwende wapi? Vita ni mingi. Ni vizuri wewe kiongozi, unaita watu wako, unawakusanya, kama vile ufalme alivyofanya, akashusha kiburi, mamlaka, ukubwa wake, akaukanyaga chini ili Jehova aweze kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akatangaza mambo, funga na kuomba. Ni vizuri. Kama mambo haiendi vizuri, ni vizuri mchungaji, mnaitana kwa mkutano, hata kwa boma, kwa familia, mahali popote huwa, ni vizuri kuitana na kuulizana, kwa sababu mko na hofu, kama vile hofu iliingia wana Yuda,
hii hofu itaondolewa na nani? Yes. Ni nani atatuondolea hii shida? Ndio. Hii shida nani atatusaidia? Yes. Na kwa sababu hakuna yeyote. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yehoshafati alikuwa na pesa, alikuwa na dhahabu, alikuwa na fedha zote, alikuwa na zana za kivita, alikuwa na maaskari makundi wengi, lakini alijua hawa wote hawataweza kumsaidia. Akaweka mamlaka yake yote chini, akaangalia juu mbinguni. Hata wewe mahali ulipo, shusha kiburi, enda chini, ndio Jehova aweze kuonekana, ndio Mungu aweze kuonekana. Mahali popote ulipo, enda chini, shuka chini, enda chini, nyenyekea, ndio Jehova aweze kuonekana, ndio Baba aweze kuonekana, ndio Jehova aweze kuonekana. Mtumishi wa Mungu, kanisa iendelee. Kanisa umejaribu kusukuma, haiendi. Imebaki sijui watu wangapi. Imesukumwa na conference. Imesukumwa na conference. Imesukumwa na kesha, bread fasting. Imesukumwa mafuta na kila kitu, mafuta na fellowship ya wachungaji. Umeitisha crusade. Unaitisha crusade, unaibatiza majina. Fire and thunder. Fire. Thunder. Na isongi. Ayendi mahali. Umejiita majina yote duniani. Ndio. Hakuna kitu kinaendelea. Ndio. Shusha kiburi. Shusha. Nyenyekea. Hii vita sio vita yako. Hii yako. Hii vita ina mwenyewe. Hii vita ina mwenyewe. Hallelujah. Twende hapo chini mchungaji. Inasema hivi. Ndio. Mstari wake wa 3. Wa 4, watu wakakuja Yerusalemu. Ndio. Kutoka miji yote ya Yuda. Yote wakaja. Wakakusanyika. Wote. Ili kumuomba Mwenyezi Mungu. Branches zote. Zote. Ili kumuomba Mwenyezi Mungu. Awasaidie. Yehoshafati. Akasimama katikati. Ya kusanyiko la watu wa Yuda. Mbele ya watu wa Yuda. Na Yerusalemu. Na mbele ya ua mpya wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Hapo. Akaomba kwa sauti. Akisemaje? Mwenyezi Mungu. Mungu wa babu zetu. Wewe ndiye Mungu. Wewe peke yako ndiye Mungu. Uliye mbinguni. Juu mbinguni. Wewe unazitawala. Usikia mchungaji? Huyu ni mtu akona mamlaka. Ako na pesa. Ako na kila kitu. Ako na majeshi. Ako na zana zote za kivita. Anaweza pigania juu ya hewa, kwa maji, kwa anga, kila mahali. Lakini ameita Yuda yote. Yani amekuja ameonyesha Yuda yote. Yeye na mamlaka yake yote anaiweka chini. Hapo ndio shida mingi iko mchungaji. Hautaki watu wako wajue ya kwamba kuna weakness. Yani hautaki kuenda chini kabisa. Uweke mamlaka yako chini na ukubwa wako chini. Useme umeshindwa ndiye Mungu aonekane kabisa. Yani hauna nafasi. Hauna nafasi. Hata hutaki kuwa nayo. Mimi nimeshindwa, sina uwezo, sina nguvu, na sasa naona tutakufa. Yehoshafati akajua siri. Siri ni kunyenyekea. Siri ni kujikosa. Ndio Jehova aweze kuonekana. Ndio Mungu wetu aweze kuonekana. Ndio Baba aweze kuonekana. Akasema sisi hapa. Hebu hiyo statement. Rudi hapa. Akaomba kwa sauti akisema. Akasemaje? Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Mungu wa babu zetu. Wewe ndiye Mungu. Uliye mbinguni. Wewe unazitawala falme zote duniani. Yani akajikosa. Hakuna mahali amejitaja. Hakuna mahali ametaja ufalme wake. Hakuna mahali amesema kuna vita ilikuja kama hii nikanyorosha watu wote. Hakuna. Hata hakuleta vitisho. Unajua watu wengi ni vitisho. Ndio. Unasimama mbele ya watu kusema kujeni mtaniona. Ndio. Vitisho. Kujipiga kifua. Na hiyo ndio imemaliza watu wengi. Kweli. Hiyo ndio imefanya watu wengi waishe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu mtu wa Mungu akajua kitu cha kwanza. Kitu cha kwanza. Siri ya kwanza ni maombi.
Jambo la pili ni kufunga. Jambo la tatu ni kunyenyekea, kujikosa, kuweka mamlaka yake yote, akaweka crown yake yote chini, mamlaka yake chini, bunduki zake chini, bomu zake chini, utawala wote wake chini, watoto wake wote akawaweka chini, hata wake zake, vitu zote akaziweka chini. Haleluya, Yesu asifiwe. Hata wewe mtazamaji na msikilizaji, ukijua hii siri siku ya leo, siku ya kumuita Mungu, siku ya kufunga, na wakati pia wa kunyenyekea, usianze kusema mimi nimetoka kwa nyumba kubwa, mimi niko na pesa, mimi niko na magari makubwa, mimi siwezi gonjeka. Hiyo yote wachana nayo, hiyo yote wachana nayo, hiyo yote iweke kando, weka hiyo matumbo yote kando, uweze kuangalia Jehova kama vile Yehoshafati alifanya, akawaita wote. Hakuaibika. Watu wengi mchungaji ni kuaibika, wataki kuaibika, wanataka wajulikane wako na misuli. Sisi tuko na nguvu, tulipigana, hata leo tutapigana. Akawaita wote, hakufanya kwa siri, hakuongea kwa siri, hakutangazia watu kwa maredio, hakuwa kwa nyumba yake kwa bedroom, aliwaita wote, aliwaita wote, wakakutana mahali anasema walikutana, wakakutana pale, na akatangaza ya kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa babu zetu. Mungu wa babu zetu, yule Mungu aliishi na babu zetu. Sasa anasema yule Mungu alikuwa na wakina Daudi, yule Mungu alikuwa na wakina Mose, yule Mungu alikuwa na wazee wa kale. Huyo ndiye Mungu atawasaidia. Hata wewe siku ya leo, hakuna Mungu mwingine ambaye amekuja hivi karibuni ataweza kukusaidia. Yule atakusaidia Bwana wa mabwana, Mungu wa mbinguni, Mungu wa babu yetu, Mungu aliyetufanya tufike hapa, Mungu aliyetuleta Nairobi. Huyo ndiye Mungu tunaita. Yule Mungu ametupatia nguvu, yule Mungu alitupatia vipawa. Huyo ndiye Mungu ambaye tunatambua, na tutaenda kwa miungu mingine. Natambua huyo Mungu peke yake. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Akatambua huyo Mungu ni hao wazee, Mungu wa Noha. Akatambua hakuna Mungu mwingine, akawaambia lazima tuende chini ya magoti, tukitegemea huyu Mungu mambo itabadilika, vita itaisha. Tukitegemea huyu Mungu, tutegemea huyu Jehova, tutashinda. Akawaambia waache miungu zingine, waweke mambo kando. Hata kama walikuwa wamejichongea miungu, hata kama ni miungu ya baba zao, hata kama ni miungu ya majirani, waweke kando, waangalie huyu Jehova. Wakimwangalia kuna ushindi mbele. Haleluya, haleluya, amen kabisa. Hakuna mwingine isipokuwa huyu Mungu. Akawatangazia ya kwamba tumfuate huyu Mungu, na muone vile Mungu atafanya. Hii majeshi yote ambayo imetuzunguka, muone vile Mungu atafanya. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hapo, akaomba kwa sauti akisema, Mwenyezi Mungu, Mungu wa babu zetu, wewe ndiye Mungu uliye mbinguni, wewe unazitawala falme zote duniani, unao uwezo na nguvu. Uko na uwezo na nguvu, wala hakuna awezaye kukupinga. Hakuna yeyote anaweza kukupinga. Yani huyu mfalme Pastor Kibiego, kwanza hata kabla ya kila kitu alitambua uwezo wa Mungu wake. Unajua kuna watu wameokoka, na kuna watu wanaamini Mungu, lakini hiyo uwezo wa Mungu hawatambui. Ni kama vile mchungaji, uko na mtoto mdogo, sio kama umeicheza na unamrusha njuu kabisa, kabisa. Si anachekanga hata ukiachilia akiwa njuu, kanacheka tu, ndio anajua ako mikononi mwa baba yake. Na hawezi akamwacha anguke chini. Hata ukarushe fiti ngapi, atateremuka tu akiwa kanacheka. Kwa hivyo naye tukiamini Mungu hiyo kiwango, na hiyo ndio Yehoshafati alitaka kuonyesha hao watu, huyu Mungu wetu ako na uwezo kuliko hao maadui, kuliko hao wafalme. Huyu Mungu wetu Kibiego ako na uwezo kuliko wale walikusanyana wakaamua kuangamiza hao watu. Sasa ndiye anaelezea Mungu nguvu zake
vile ziko, Yes. uwezo wake vile huko, Yes. na roho yake vile iliamini huyu Mungu Yes. ako na uwezo. Yes. Haijalishi waliwazoea Yes. miaka ngapi, Yes. waliwatesa miaka ngapi, Yes. akaamini wakienda kwa magoti Yes. waite huyu Jehova. Yes. Hao watu wamewazoea, Yes. watawekwa kando. Yes. Hizi vita zao Yes. zitafika mwisho. Yes. Israeli itainuka tena. Yes. Inatufundisha nini? Yes. Tuamini Mungu leo. Yes. Tuamini Mungu leo. Yes. Mungu wetu ako na uwezo. Yes. Hiyo mambo unaona Yes. ni kidogo sana kwa Mungu. Yes. Huto tuvita unaona Yes. ni kidogo sana kwa Jehova. Yes. Huyu Jehova Yes. atakutendea haki. Si kama binadamu. Hapana. Binadamu anaweza kosa kupatia haki. Yes. Hata njanji Yes. unaweza enda kotini akosa kupatia haki. Ndio. Hata watu wenu Yes. wanaweza kukosa kupatia haki. Yes. Unaweza kataliwa na kila mtu. Ndio. Lakini huyu Jehova Yes. ukishikana na yeye, Yes. ukishikana na yeye, Sema. ukishikana na yeye, Sema. ushindi uko upande wako. Hallelujah. Ukishikana na yeye, Yes. hata hao wanaikuwa wanasaidiana vita. Ndio. Hata wafalme wametokea kwa vita. Ndio. Wengine hata wajulikani, Eh. wametokelezea hapa na hapa. Ndio. Lakini wakati Mungu anashuka, Yes. anabadilisha mambo yote. Hallelujah. Huyu Mungu kibiu. Huyu Mungu. Bora tu Yes. tuweke imani kwake. Amen. Oh yes. Hallelujah. Tuendelee hapo chini. Mstari wa 7. Kabisa. Ni wewe ewe Mungu wetu Ni wewe ewe Mungu wetu. uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii Ndio. wakati watu wako Israeli walipoingia katika nchi hii, Ndio. ukawapa wazao wa Abrahamu rafiki yako Ndio. iwe yao milele. Ehe. Nao wamekaa humu Ndio. na kujenga hekalu kwa heshima ya jina lako, Ndio. wakijua kwamba wakipatwa na maafa yoyote, Ehe. Vita. maradhi mabaya au njaa, basi watakuja na kusimama mbele ya nyumba hii Ndio. mbele yako, Yes. wakulilie katika shida zao, Yes. nawe utawasikiliza Yes. na kuwaokoa. Ndio. Sasa watu wa Amoni, Ndio. Moabu Yes. na wa milima Seiri, Yes. ambao huku waruhusu babu zetu Ndio. washambulie nchi zao Ndio. walipotoka Misri, Ndio. wakapita kando kando, Ndio. wasiwaangamize. Yes. Tazama Yes. jinsi wanavyotulipa, Ndio. wanakuja kututoa Ehe. katika nchi yako Ehe. uliotupatia iwe urithi yetu. Yes. Wewe ndiye Mungu wetu. Ndio. Ndiye Mungu. Yes. Endelea. Waadhibu. Sasa ni maombi sasa. Ni maombi. Ako kwa maombi sasa. Ako kwa maombi. Kwa hiyo anaendelea kuomba Mungu. Eh. Na unaona ameanza hata kumsifu Kumsifu. na kumuyulisha. Yes. Vile alitembea na hao wazee Kabisa. na hao watu. Kabisa. Ehe. Tuendelee hapo. Ehe. Wewe ndiwe Mungu wetu, waadhibu, kwani sisi hatuna uwezo wowote mbele ya Ndio. jeshi kubwa kama hili. Jeshi kubwa kama hili hatuna uwezo. Hatuna uwezo. Hatuna. Hatuwezi. Haleluya. Hatuwezi. Ndio. Jeshi kama hili hatuliwezi. Ndio. Hata tukifanya nini? Hatuwezi. Tutaweza. Ndio. Hatujui la kufanya Eh. ila tu Ila tu. lakini tunalitazamia Ndio. msaada kutoka kwako. Oh yes. Wanaume wote wa Yuda Ndio. pamoja na wake zao Ndio. na watoto wao Ndio. walikuwa wamesimama hapo mbele ya Mwenyezi Mungu. Hapo. Ndipo Roho wa Mwenyezi Mungu Roho wa Mungu. akamjia mtu wa Lawi Ndio. aliye mwana wa Benaya, Yes. mwana wa Eleli, Ndio. mwana wa Matania, Ndio. na ukoo wa Asafu. Ndio. Yahazieli akasema, Ndio. sikilizeni watu wa Yuda Oh yes. Sikilizeni watu wa Yuda. na wakazi wa Yerusalemu Ndio. Wakazi wa na Yerusalemu. mfalme Yehoshafati. Wewe Yes. mfalme. Mwenyezi Mungu Ndio. awaambia hivi, Ndio. msiogope Ndio. Usiogope. Ehe. wala msihangaike, Wala msihangaike. Yes. kwa sababu Roho wa Mungu ameshuka. ameshuka Ameshuka sasa. hapo Kupitia Hapo, mtumishi hapo. mmoja hapo. Hapo. Yes. Yaani katika hiyo maombi Roho wa Mungu ameshuka Ameshuka. na anapeana directives. Gani? Msihangaike Usihangaike. kwa sababu ya jeshi hili kubwa. Kwa sababu ya jeshi hili mnaona. Vita hivi sio vyenu. Usiwe na wasiwasi mchungaji. Hallelujah. Hii vita unaona. Merciful God. Mchungaji usihangaike. Hey! Hii vita imekuzunguka. Yes. Watu wamekuinukia. Sema. Hauwezi hata ukahubiri kwa sababu ya wasiwasi. Neno limesema siku ya leo. Yes. Usihangaike. Usiogope. Ndio. Kwa sababu ya jeshi hili lote Ndio. ambalo limetuzunguka. Yes. Yaani Mungu anakuona vizuri. Yes. Mungu anajua vizuri. Ndio. Chochote ambacho unapitia. Yes. Ile vita unapitia. Yes. Mambo yote unapitia. Ndio.
unapitia, Sema. shida unapitia, Sema. kilio unapitia, madeni unapitia, Endelea. kesi umepitia, Endelea. changamoto umepitia, Ndio. kila chochote umekipitia, Sema. Jehova anaona. Anaona. Baba yetu anaona. Anaona. Mungu wetu anaona. Ndio. Anaiona. Anaona. Kama unalia, Ndio. ukiwa umejifungia, Jehova anakuona. Baba anakuona. Mwenyezi Mungu anakuona. Anaona. Hata kama umelala ukilia usiku kucha, Jehova Mungu wa mbinguni anakujua. Anaelewa vyote ambavyo unapitia katika jina la Yesu. Hata hizo vita ziko kule Middle East, Jehova anaziona. Baba anaziona. Mungu wa haki anaziona. Anaona vita zote ambazo zimewazunguka. Hakuna chochote Mungu akiona. Hallelujah. Na atajibu kwa haki. Hallelujah. Atajibu kwa haki. Hallelujah. Malizie pale wako kwa vita pale. Vita hivi sio vyenu, Aha. bali ni vya Mungu. Ndio. Kesho Washambulieni. Kesho. Nasema kesho Jumamosi. Yes. Kesho Mungu anasema kesho. Haya kesho. Endeni hapo. Ndio. Washambulieni wakati watakapokuwa wakipanda bonde la Sisi. Mtawakuta mwisho wa bonde. Mashariki mwa jangwa la Roho wa Mungu anawaelekeza. Yani Mungu anawaelekeza. Roho wa Mungu anawaelekeza kupitia mtumishi wa Mungu. Anaona maadui. Bwana Yesu asifiwe. Anaona maadui. Vizuri. Mtumishi wa Mungu akikwambia usiwe na shaka unapona kansa. Usiwe na shaka. Amina. Usiwe na shaka. Kweli. Usiwe na shaka. Usiwe na wasiwasi. Akikwambia utapona, huyu Mungu atakuponya. Jehova anakuponya. Maana anaona mwisho. Kabla mwanzo anaona mwisho. Haleluya. Wakaenda. Hamtahitaji kupigana vita hivi. Hautahitaji kupigana vita hizi. Mchungaji hatuhitaji. Sasa Roho Mungu ashashuka. Haleluya. Walikuwa hata wamejipanga kupigana. Sasa anawaambia usiogope. Hata silaha uhitaji. Hata hii vita utapigana. Yaani Mungu mwenyewe ameingilia. Mwenyewe. Na hakuna kitu hatari uchungaji. Kwa sababu tunataka tufike hapo ndio tumalizie. Hakuna kitu hatari kama vile mtu atakwambia siku moja, mtu ambaye unajua anapendwa na Mungu, mtu anapendwa na Mungu, akuambie mimi hata ukiniingilia namna gani, mimi sina hoja na wewe, nimekuachia Jehova. Mtu amependwa na Mungu, umletee vita. Akuondokee kwa sababu wapiganaji. Akwambia hizi vita unaniletea, mimi nakuachia Jehova. Mimi nakuachia Jehova. Hakuna kitu hatari kama hiyo. Hebu songa hapo chini. Inasema hivi. Inasemaje? Mtawakuta mwisho wa bonde. Hamtahitaji kupigana vita hivi. Hamtahitaji nyinyi. Nyinyi jipangeni tu, bebeni hata silaha zenu. Kujipanga mtajipanga. Nyinyi endeni katika uwanja wa vita. Nyinyi endeni. Haleluya. Yesu asifiwe. Endeni katika uwanja wa vita. Bila na shaka. Ashawaambia vita sio vyenu, lakini bora uwe. Hapo mchungaji ni vile unaambia Mungu anataka uwe available. Uwe available. Haleluya. Usipeane tu masharti na wewe umelala. Hapana. Mungu akisema anakupatia kazi. Enda mahali kazi inapatikanaga. Enda huko. Enda huko. Usilale. Mungu akisema unaenda ng'ambo. Wapi passport hauna? Tayarisha. Visa hiyo ujui bila itatoka. Wewe tayarisha. Mungu anakupeleka. Kila Mungu amesema ni lazima atafanya. Jitayarishe. Wakaambiwa jitayarishe. Mchungaji wacha wasiwasi. Jitayarishe. Ingia kwa maombi. Wengine wakiomba ingia kwa maombi. Wacha kusema ati umefunga sana. Na kuta hazikatiki. Funga. Tafuta Jehova, mtafute. Haleluya. Wacha kuna wengine vita inachacha anasema sasa assistant na washirika hawa Josephati kama angeomba mimi sasa niendeleeni sasa, mimi nimefika ukingoni. Mungu anawasema hata kama mnafinyika songeni, jipangeni kabisa. Kueni katika ukuta pale. Endeni hapo. Enda. Mchungaji kuwa mstari wa kwanza. Enda kanisani. Enda tena mapema. Wakati vita imechacha. Kwanza fika huko mbele. Ombaga
Fika hapo kwanza. Ndio wanatayarisha ufikeni. Kwanza mtakazage. Wanaishi wanabii endeni kwanza. Katika huo uwanja. Muombage mkitakaza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unafika katika ule uwanja. Hata kama ni pale kwa ofisi, hata kama ni pale kazini, hata kama imewaka moto mchungaji, unawaambia tangulia. Enda mapema. Ombea zile viti za wakubwa pale kwa ofisi. Takazisha. Ambia Mungu, hii vita inapigwa hapa. Mimi siwezi, lakini wewe unaweza. Ombea ile maeneo. Ombea maeneo. Haleluya. Asifiwe. Wakaambiwa endeni, wajipange, tangulieni na mujipange. Jipange. Mungu amekwambia jipange. Tangulia. Usiwe wa kuvutwa nyumbani. Hapana. Usiwe wa kuvutwa. Mama ndiye anakuvuta. Watoto ndio wanakuvuta. Na wewe ndiye kichwa. Tangulia mzee. Mzee tangulia. Kuwa mstari wa kwanza. Yehoshafati. Tangulia na jeshi hili. Wakati walifika kule Tekoa. Neno la Mungu linasema hivi. Nimalizia hapo, inasema mjipange tu halafu mungoje. Jipangeni tu na mgoje. Na mtaona Mwenyezi Mungu. Jipange. Hata kama mgonjwa. Kwa hospitali. Daktari kuna yale maneno ameongea. Kweli. Na kuna lile ripoti iko. Wewe enda ukaone mgonjwa. Fika hapo. Kabla daktari aingie. Fika. Declare ukuu wa Mungu. Kwa huyu mgonjwa. Asema Mungu, hii ni vita. Hatuiwezi. Ni kweli ni kansa. Na ni stage 4. Hatuiwezi. Lakini wewe ukiwa mbinguni, unaweza. Wewe unaweza. Yaani daktari yako na mambo yake. Na wewe mtumishi wa Mungu uko na mambo yako. Enda pale, declare mambo yako kwa mtumishi, kwa mgonjwa wako. Na uondoke. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naye daktari akikuja. Daktari akikuja. Ile ripoti alikuwa nayo. Utaona vile Mungu atafanya. Atafanyaje hapo chini? Na mtaona Mwenyezi Mungu akiwashinda kwa niaba yenu. Enyi watu wa Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Amerudia tena. Ukisikia kitu Mungu amerudia. Kwa chapter 1. Amerudia tena. Msiogope na msifadhaike. Usiwe na uoga. Usiwe na wasiwasi. Twende. Kama ni kwenda ni kwenda. Kusonga ni kusonga. Mungu amesema twende. Usiwe na shaka. Twende. Tutafaulu. Haleluya. Anaendelea kusema, akasemaje? Msiogope wala msifadhaike. Nendeni vitani, naye Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nanyi. Hapo mfalme Yehoshafati akasujudu pamoja na watu wote wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu. Wakamsujudu na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Walawi wa ukoo wa Kohathi na Kora wakasimama na kumsifu Mwenyezi Mungu. Haleluya. Hapo 20 nasema kesho yake wakaamka asubuhi na mapema. Very early in the morning. Kuna mambo mengine ni asubuhi na mapema mchungaji. Mambo mengi hata Yesu alfajiri. Unasikia alfajiri? Si mchana. Mapema. Asubuhi na mapema. Mapema ndio. Twende mapema. Enda kwa hiyo biashara mapema. Enda kwa hiyo kazi mapema. Enda hiyo hospitali mapema. Enda mapema. Kotini enda mapema. Enda mapema. Kwa visa enda mapema. Watu wakija kwenda mapema. Enda mapema. Mchungaji kwa kanisa aende mapema. Kwa kanisa mchungaji enda mapema. Kanisa ni mapema. Alfajiri. Saa 10:11 kuwa hapo. Tafuta Mungu mapema ndio best. Wakaenda mpaka katika jangwa la Tekoa. Walipokuwa wanaondoka, wakaenda mpaka jangwa la Tekoa. Jangwa la Tekoa, wacha nikuambie. Sema. Kulikuwa ni mahali, ukisikia ni jangwa ni mahali tambarare. Kweli? Ni mahali Mungu ametayarisha. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
maadui wako Mungu ametayarisha mahali atawamalizia. Ndio. Mungu ametayarisha mahali maadui watamaliziwa. Ndio. Si kwa bonde na sio juu jangwani. Wanasetiwa mahali tambarare jangwani. Kwa jangwa. Mahali jangwani. Mahali pazuri. Yes. Ndio. Ndio watu wajue kuna Mungu. Kabisa. Ndio Mungu akifanya kazi watu wajue kuna Mungu. Yes. Tuendelee kwa hii vita tuone. Walipokuwa wanaondoka, Yehoshafati alisimama akawaambia wana wa Israeli na wana wa Yerusalemu, nisikilizeni enyi watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu, muaminini Mwenyezi Mungu Mungu wenu, nanyi mtakuwa imara. Muwe na imani na manabii wake, nanyi mtafaulu. Baada ya kushauriana na watu, mfalme alichagua wanamuziki fulani na wakaondoka. Akawaagiza wajivike mavazi. 23. Ndio. Watu wa Waamoni, sikiza hapa nikumalizia na malizia. Vita ya Mungu ni hatari sana. Ndio. Yes. Vita ya Mungu. Unasikia hajachagua wenye silaha, wanamuziki. Waibaji. Wanaenda vitani. Hajachagua watu wako na masilaha. Ni waimbaji tu. Yes. Inasema hivi. Ndio. 22. Wakati walipoanza kuimba na kusifu, Mwenyezi Mungu aliwavuruga akili. Mwenyezi Mungu na avuruge maadui wetu akili na mawazo. Maadui wako na wavurugwe mawazo na akili. Siku ya leo wameshikana vile wameshikana. Siku ya leo unaitisha nguvu kutoka juu mbinguni na kuvuruga mawazo na akili za maadui wetu. Haleluya. Ndio. Mungu akavuruga mawazo na akili za maadui wa wana wa Yuda. Akawavuruga akili wanajeshi wa Amoni, Moabu na milima Seiri waliokuja kupigana na Yuda. Na wanajeshi hao wakashindwa. Imagine. Yani watu mko kwa uwanja. Hii ndio jeshi. Ya Yehoshafati pande hii. Na jeshi ya Waamoni pande ile. Na Waamoni na Wameuni wako pande ile. Wamefika katika uwanja wa vita. Muziki umewekelewa juu. Mungu amevuruga akili na mawazo ya maadui. Maadui wakaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Waamoni wakainukia watu wa Wameuni, wakapigana vita mbaya sana. Hawa watu wa Mungu wako tu hapa wanaangalia tu vita. Ninasema siku ya leo wakati Mungu anakupigania, ata make sure leo umekuingia katika uwanja wa vita, lakini hautapigana, hautachukua mkuki, hautachukua vimbo, hautaenda na matusi, hakuna chochote utafanya. Wewe ni kuingia tu katika uwanja wa vita, naye Jehova akiwa juu mbinguni, tuone mkono wake wa ushindi vile unaenda kufanya. Biblia inaniambia kwamba Waamoni na Wameuni wakapigana, wakakatakatana, wakapigana vibaya sana, wakabaki maiti tupu kabisa. Haleluya, haleluya. Hizo ni vikundi viwili zimemalizana zote. Kuna kikundi kimoja kimebaki pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inaniambia hapo chini, nao Biblia inasema vizuri sana, nao wale walibaki wakasaidiana kuuana, wakasaidiana kuuana wao wenyewe. Kikundi cha tatu, hao wengine Waamoni na Wameuni wako chini fulani. Ndio nakwambia, ogopa vita ya Mungu. Wale waliingia kwa vita si yao. Wale waliingia vita sio vyao. Wakaanza kukatakatana, wakaanza kumalizana, wakamalizana wenyewe kwa wenyewe. Biblia inaniambia wakati wana wa Yuda walifika mahali pale, walikuta ile jeshi yote imekufa, yote aliye uhai. Ninasema leo katika jina la Yesu, wote ambao walikuwa wanakupinga, wote ambao walikuwa wanakuingilia, wote Mungu amesema atadili na wao. Siku ya leo Mungu aharibu mawazo na akili zao, wapigane, wamalizane. Naona siku ya leo dhambi hiyo wakimalizana, wamalizane wote, nao kutupia magonjwa ya kansa, magonjwa ya pressure, wanaopigana na vita, ndoa yako, kazi yako, biashara yako,
Hallelujah. wote wakamalizana. Ndio. Ninamaliza na kusema hivi. Sema. Wakati hao watu walimalizana. Ndio. Mchungaji. Ndio. Hakuna wakati. Yes. Mungu atakupigania vita. Nikimaliza na ushike hii sana. Yes. Hakuna wakati Mungu ndio atakwambia atakupigania na kupigania vita. Apigane hiyo vita. Ndio. Dhidi yako aipigane. Ushinde. Uende nyumbani mikono mitupu. Hakuna. Mungu anajua wakati ulikuwa na hiyo vita yote. Pasa huko unafanya kazi. Ni kweli. Wakati hiyo kanisa ilikuwa haikuwa na watu. Ndio. Hakuna kitu ulikuwa nayo. Ndio ukifanya kazi Andrew wanabeba. Uko kwa vita. Hauna kitu kwa sababu umeishi katika vita. Sema. Vita ikai vita. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Biblia inaniambia. Inasema watu hawa wa Yuda. Yes. Kile walifanya katika uwanja wa vita. Ndio. Biblia inaniambia walienda pale. Wakaangalia maiti wale wote ambao walikuwa wamekufa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Biblia inaniambia ya kwamba watu wa Yuda waliokota mali ambayo iliwachwa hapo. Wakati hawa watu walikuana, waliwacha madhahabu, waliwacha fedha, waliwacha vitu. Biblia inaniambia waliokota vitu siku 3 mfululizo. Siku 3. 3 days. Utajiri. 3 days consecutive. Hakuna wakati utaishi kwa kina vita. Wakati vita Mungu anakumalizia vita. Utoke mikono mitupu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umekuwa na magonjwa, pesa yote ilikuliwa kwa magonjwa. Mungu anajua umekuwa kwa vita kali. Hauna pesa, hauna kazi. Umeishi kwa madawa. Umeishi kwa hospitali. Hauna chochote. Mungu ni lazima atakulipa. Katika hiyo vita Jehova anakulipa. Katika hiyo vita Jehova anakulipa. Kuanzia siku ya leo. Kuanzia siku ya leo. Kaa tayari. Kaa tayari. Baada ya vita hii. Baada ya vita hii. Baada ya vita hii. Utatoka kwa vita ukiwa mikono mitupu. Biblia inaniambia kuna vitu utaokota katika uwanja wa vita. Vitu utaokota kwa siku 3 mfululizo. 3 days. Kile ulipoteza. Kile kilienda. Kile kimejakuliwa. Kile kilienda maadui. Kile walipoteza. Kile kimepotea kotini. Kile kimepotea kwa makesi. Chochote ambacho yote umepoteza siku ya leo kinarudi kwako. Kinarudi kwako. Kinarudi kwako. Jesus name. Sio siku moja. Hapana. Unapata vitu. Yani usiku na mchana pasa. Usiku na mchana. Siku 3. 3 days. Consecutive. Wanachukua tu. Kuchukua tu. Wakiweka tu kwa mafarasi yao. Siku 3. Wanaenda wanarudia. Madhahabu. Madhahabu. Mafedha. Zana za vita wanaenda wanachukua. Wanarudia. Wanarudi. Siku 3. Usiku na mchana. Ninasema leo katika jina la Yesu. Baraka zako ambazo zilienda na maadui uanze kuzipokea usiku na mchana. Usiku na mchana. Usiku na mchana. Yani nasema upate pesa. Upate pesa. Yani hata watu kwa banki wanashindwa ni nini? Imetoka wapi? Kwa banki wanashindwa imetoka wapi? Tena wanakujua wewe unaendaga mwisho wa mwezi. Ndio unaonekana kama banki. Wanajua. Siku moja kwa mwezi. Wewe ni kukopa. Mambo yako inaisha. Sasa wanakuona siku ya kwanza. Wanapata ni mtu mwingine tofauti. Sio wanashindwa ni nini? Ni nini? Na account wakiangalia. Unajua ni mtu wa kuangalia ka balance. Kabla hata uchukue kitu. Ni balance. Balance. Kuangalia balance. Hapa hakuna kuangalia balance. Hapa ni lete. Hiyo ni 200. Nataka 200. 1500. Yaani mpaka watu wa bank. Watu wa bank. Watu wa bank. Watu wa bank. Wenyewe. Washindwa ni wewe. Ama sio wewe. Ukuje na mfuko kama hii ndio unabeba ya kubeba pesa, ya kubeba pesa, ya kubeba mali kwa siku 3 kuenda na kurudi, kuenda na kurudi, kuenda na kurudi. Pesa inajaa, pesa inajaa, pesa inajaa, pesa inajaa, pesa inajaa, pesa inajaa. Tunaomba leo
jina la Yesu. Wakati pesa inajaa ndani yetu, hata wewe, hata wewe, hata wewe, hata wewe, pesa ijae, pesa ijae, pesa ijae, pesa ijae ya maisha yako. Kuanzia leo maisha ibadilike. Kuanzia leo. Aibu. Hiyo tu madharau. Ndio. Hata kwa bank. Kweli. Kabisa. Kwa bank wewe kwanza ni lazima uulize na ukipata simu ya bank ni ya kudaiwa. Tunaona akaunti yako iko na hata wamekuzoea kila mwisho mwezi wanakudai. Yote ya bank ni ya madai. Umepitisha siku za loan. Lakini saa hii vitu ikae vitu, 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 vitu ikae vitu. Hata wewe kama uko ngambo, kama uko Githurai, kama uko kwetu, kama uko Kaplong, mahali popote ulipo, upokee kwa siku 3. Nasema kwa siku 3. Nasema 3 days. 3 days. Wala siku 3. Siku 3. Ya kuweka pesa. Siku 3. Kujenga manyumba. Siku 3. 3 days. Siku 3. Siku 3. Usiku na mchana. Usiku na mchana. Mungu awabariki. Amina. Na Mungu awainue. Wakati mnaenda kupokea, ndio Mungu awatende mema. Amina. Kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Haleluya. Wakati huu ndio nakaribisha mchungaji. Amalizie. Asante. Amalizie. Haleluya. Malizia. Amalizie. Haleluya. Briefcase ndio hiyo. Briefcase ya pesa. Ndio hii. Haleluya. Hata huwezi kubeba, unabebewa. Inabebewa. Unabebewa pesa. Unabebewa. Ndio. Haleluya. 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 Thank you Jesus. Thank you. Thank you Lord. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa tunashukuru Mungu sana. Ndio. Mungu apokee sifa zote. Kama uko hapo na ungependa kuokoka, rudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu, ninakuja mbele yako. Nisamehe dhambi na makosa yangu yote. Siku ya leo futa jina langu kwa kitabu cha mauti. Ninakiri ya kwamba nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wangu. Tunashukuru Mungu sana kwa hilo neno. Amen. Mungu akubariki sana mchungaji. Amen. Hilo neno limetubariki na ninajua limebariki mtazamaji na msikilizaji. Mungu apokee sifa zote. Najua kupitia hilo neno tumeelezwa ya kwamba vita sio vyetu, vita ni vya Mwenyezi Mungu. Ndio. Na huyu Mungu baada ya vita anatutajirisha. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba huyu Mungu anaenda kututenda mema katika jina la Yesu. Kwa hivyo wakati huu tunashukuru sana tunapoomba mwanahabari wetu waweze kukaribia hapa. Tunaambia Mungu ni asanti kwa sababu yako mtazamaji. Tunashukuru sana kwa sababu tunajua ya kwamba mwisho wa kila jambo Mwenyezi Mungu anakuja na tuzo, anakuja na hazina, anakuja na utajiri wake. Zidi kumtumainia Bwana, zidi kumgojea huyu Mungu na Mungu uzima atakubariki sana. Amen. Asante sana. Karibu sana mchungaji. Karibu sana. Asante sana. Asante sana msikilizaji, asante sana mtazamaji, asante kwa kuwa pamoja nasi. Mungu akubariki sana. Tungependa kuambia bye tunapokaribisha mtangazaji ambaye ni Oasis Studio ambaye alitukaribisha asubuhi na bado amekuja kumalizia. Karibu sana kaka. Na asante sana mtumishi wa Mungu. Kaka ashakaribia. Karibu. Haya, asante mpenzi mtazamaji na msikilizaji, bila shaka ni watumishi wake Mwenyezi Mungu, ni kutoka kwenye kanisa la Jesus Winner Ministry. Wameweza kutupeleka vizuri. Tunasema kwamba sifa na utukufu zote ziweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Ni awamu nyingine ambapo nitakuwa nikisoma jumbe ambazo ushazituma, jumbe ambazo ni nyingi sana, na tunasema asante. Nitatanguliza na zile jumbe ambazo ziko upande ama ziko kwa hapa hivi kwenye YouTube. Natanguliza naye Monica. Asante, nimeweza kupata ujumbe wako, nasema kwamba unazidi kubarikiwa tu sana. Thank you very much. Na pia naona kwamba kuna mwingine hapa nasema anaitwa Evalina. Thank you, ujumbe wako ushafika. Karo, asante pia na ujumbe wako uko hapa hivi. Na bila shaka pia tuna mwingine hapa ambaye anasema kwamba anaitwa Sherin Duati. Thank you very much. Neno la uzima is where I belong. Asante. Kuna mwingine anasema my spiritual parenza, unasema you have never unasema kwamba you never cease to amaze me with your greater zeal to serve God. Asante sana. Na pia kuweza kuspread neno lake Mwenyezi Mungu. Sara Githaiga, thank you very much. Unasema kwamba uko wapi? Uko KO. Unasema kwamba
Unasema kwamba unatupata vyema kabisa, very good and clear, thank you. Haya, Sara Githaiga, asante. Unasema kwamba karibuni watumishi wake Mwenyezi Mungu. Magonoro, thank you very much, nimekupata. Nancy Elieza, thank you very much, jimbo wako kwa hapa hivi. Sheri Ndwati, asante pia nao jimbo wako nimeweza kupata. Unasema kwamba nazidi kubarikiwa, powerful word and teachings. Unasema glory be to Almighty, thank you very much. Jumbe zako Magonoro pia nawe unasema glory to God forever. Eli Hillary, thank you very much Magonora, asante pia nawe ujumbe wako kwa hapa hivi. Mwingine anasema wa Kristo, vita si vyetu, bila shaka vita ni vyake Mwenyezi Mungu, tumwachie Mwenyezi Mungu na tuweza kutusaidia. Marcelina Kirumba, unasema jemedari wa vita ni Mungu pekee yake, asante sana Marcelina, thank you very much ujumbe wako kwa hapa hivi. Na pia naona kwamba tuna moja anasema a powerful word and teachings, thank you. Eli Hillary, thank you very much. Elizabeth Wangoi, asante sana kwa Elizabeth, asante. Unasema kwamba umeweza kubarikiwa. Mwingine hapa anasema kwamba anaitwa Dhaiga, unasema kwamba kutorokea ni pale miguuni mwake Mwenyezi Mungu. Marcelina, asante sana pia ujumbe wako kwa hapa hivi. Magonor, thank you pia nani niweza kukupata. Elizabeth Wangoi, thank you very much. Nikiangalia hapa na mmoja anasema kwamba anaitwa Rel Mumboa, asante. Unasema watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe, mniombe kwa Mungu njia za pesa, financial breakthrough, bila shaka unasema kwamba iweze kufunguka. Na hapa hivi pia nikiangalia na kwamba tuna Marcelina ujumbe wa mwisho. Nikiangalia labda pale kwenye kurasa zingine zile ambazo ni za Facebook Mwangaza Television na hata pia pale ndani ya Mwangaza wa Neno FM, jumbe ni nyingi tu hapa hivi. Nikitangulia hapa hivi naona kwamba tuna Isabel, asante sana Isabel, ujumbe wako nimeweza kupata. Nikiangalia hapa hivi ndani ya Mwangaza Television, nikiangalia hapa hivi naona kwamba tuna Jacinta, asante sana ujumbe wako kwa hapa hivi Jacinta. Unasema kwamba watumishi wa Mungu mzidi kuniombea na ili niweze pia kuona mkono wake Mwenyezi Mungu. Cecilia Richo, asante. Unasema very very powerful word, unasema kwamba I'm so much blessed. Mwingine hapa anasema kwamba anaitwa Moreidhi Joshua, asante sana umeweza kubarikiwa. Karen Kobo, thank you very much, unasema Mungu pokea sifa na utukufu, asante sana. Rafael Muinde, asante. Unasema mwangaza tosha, asante. Gifted Kantasezi, asante sana pia ujumbe wako kwa hapo hivi. Peter Kamau, thank you very much, asante. Ana Kamara, unasema kwamba pia nyinyi watumishi wake Mwenyezi Mungu, Mungu azidi kuwainua, Mungu azidi kuwabariki. Watching from Maua, Meru County, anaitwa Peter Kamau, asante sana. Ana Kamara kwenye Mwangaza Television. Michael Kifodho Mwangi, asante. Unasema kwamba umeweza kupokea injisa za mighty name, asante. Pia tuna Edith Irina, asante. Unasema I receive it, asante. Boniface Thiongo, thank you very much. Michael Kifodho, ujumbe wako kwa hapa hivi. Rafael, asante. Edith Irina, asante. Unasema umeweza kupokea injisa za mighty name, asante. Grace Olale, mahali ulipo, asante. Helen Chiropa, thank you very much. Unasema kwamba I receive it in Jesus mighty name, asante. Pia hapa hivi tuna Rafael, thank you. Grace, asante. Rafael, asante. Maka Mugo, asante. Unasema amena, I receive it in Jesus mighty name, asante sana. Pia tuna Rafael, jumbe zako ni nyingi. Edith pia nawe hapa hivi nikiscroll hapa hivi chini naona kwamba tuna wengi kina Grace Olale, thank you very much, jumbe zenu zimekuwa nyingi. Irina, Maka Mogo, Ana Kamara, asante sana. Hapa hivi kwenye jumbe zingine ambazo ni za Kiheo Television, kumbuka kwamba tulikuwa live pale na hata saa hizi najulishwa kwamba tuko live kabisa. Nikiangalia jumbe ambazo ziko hapa hivi naona kwamba anasema anaitwa Josephine Wawira. Josephine Wawira, asante sana ujumbe wako kwa hapa hivi. Niangalia pale hivi kwa Mwangaza wa Neno FM na najua kwamba Mwenyezi Mungu atazidi kutubariki tukiwa pamoja. Hapa hivi nikitanguliza naona kwamba anasema kwamba tuna Chege, thank you very much Chege na kupata. Unasema kwamba unazidi kubarikiwa sana, umeweza kuona mkono wake Mwenyezi Mungu, na zaidi ya hao pia unasema kwamba sifa zote na utukufu ziweze kumrudia Mwenyezi Mungu, amekuwa mkuu. Na kumbuka kama vile ambavyo tumeelezwa, hivi vita si vyetu, Mwenyezi Mungu atazidi kutupigania. Kwako wewe ambaye umeweza kutuma jumbe, tunasema asante sana. Wewe ambaye labda kwa njia moja ama njia nyingine
ujumbe wako sijaweza kufikia, naomba tuweze kuniwia radhi, lakini jumbe hizi zote zimeweza kushirikishwa katika sala za siku ya leo, na nitakomea hapo hivyo. Lakini usine mbali, media saa 7 tupatana pale ndani ya Kiheo Television kwa minajili ya taarifa za habari. Mimi ni Francis Werura, lakini kabla sijaondoka tuweze kusali. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore, amen, 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 amen. Na kutakia weekend tulivu.